nafasi. Cha kwanza nisiende mbali sana, ila leo napenda nizungumze machache yaliyopo ndani ya moyo wangu. Tina, unajua wewe umekuwa mwanamke tofauti sana na wanawake wengine. Pia kuna kitu umenifunza na ili niweze kutambua kwamba sio kila mwanamke wa kumzoea. Tina, toka siku ya kwanza mimi nimefika kwenye hichi kijiji na kuona na kukutana na wewe, moyo wangu ulizungumza kitu juu yako. Nikajikuta kila siku nina hisia kwako. Lakini nilishindwa kwa sababu umekuwa ni mwanamke sio wa kuzoeleka. Huna shobo tofauti na wanawake wengi sana vijijini. Kiufupi Tina, moyo wangu umetokea kupenda sana. Pole. Na kuonea huruma sana kwa sababu hawezi ukanipenda mimi. Tina, kabla sijaongea kila kitu kimezungumza. Moyo wangu unaonyesha wazi kwa mimi nakupenda wewe. Na mtu yeyote mwenye upendo wa dhati hawezi kukosea kupenda. Nataka kuniambia hisia zangu zimekosea kupenda wewe? Unajua ni ngumu sana mtu kukimbilia kifo, hasa kwa yule mtu anayempenda. Kaka yangu, kwa ushauri tu, ni bora utafute mwanamke mwingine kijijini hapa na sio mimi, maana wapo wengi sana. Unajua Tina, unanichanganya. Alafu jua kuwa kwamba huwa mtu yoyote mwenye upendo wa dhati yupo tayari kujitolea sadaka maisha yake kwa ajili ya mtu ampendaye. Yaani mimi Zondwa, leo hii nipo tayari mimi nife kwa ajili yako wewe. Sitajali. Na kuhusu kumpenda mtu mwingine, uweze ukazipeleka hisia zangu kwa mtu ambaye hazipo Tina. Moyo wangu hisia zangu zipo kwako. Hamini. Unataka kuniambia moyo wangu umekosea kukupenda? Ukweli ni kwamba nakupenda sana. Mimi nipo tayari kwa chochote kwa ajili yako. Hata kama ikiwa vita kiasi gani, mimi nitasimama kama ngao kwako. Tena amini. Na hata kama leo nakufa hapa, basi wewe uwe pembeni yangu na hii ndio furaha yangu. Tina, naomba usinyime furaha ya moyo wangu. Hakika siwezi kuishi bila wewe. Baada tu ya kukuona, Zonda nimekuwa mdhaifu ujue. Alafu sio kawaida yangu hii. Amini. Tena amini kinachokuambia. Naomba nikabidhi moyo wako alafu uone mimi nakufanyia nini. Sawa. Wow. Hiyo sawa unamaanisha? Nashukuru sana Tina kwa kunikubalia. Lakini naombi moja tu. Naomba nikumbatie. Hili moyo wangu huamini na kudhibitisha zaidi juu ya upendo wako kwangu. Kama Tina, njoo uishi kwenye bahari ya mapenzi. Mtoto yuko wapi? Nimemwacha nyumbani amelala na ndio maana nikaamua nikimbie mara moja. Masa, unajua mimi yule mganga simuelewi kabisa. Kwanza ananiambia mume wangu ni mchawi, alafu pia anaongea maneno yenye mafumbo ndani yake. Dola, yule ndivyo alivyo. Huwa anaishi ndani ya moyo wa mtu. Je, unamwamini? Na akitambua unamwamini, ni rahisi kukusaidia. Mimi nimeshawahi enda kwake. Aliahidi kunisaidia. Lakini ni muda umepita sasa hajanisaidia. Ila mimi namwamini. Maana aliniambia huwa msaada utokea pale usipotarajia. Na cha mwisho, usimfanye mama wako atambue kuwa yeye ni mchawi, ili uzidi kuyajua mengi zaidi kutoka kwake. Sawa, nimekuelewa. Ngoja mimi niende nyumbani. Itakuwa yule ameamka na ataanza kulia pia. Karibu, sina unaandaa mapishi. Sina shida na hizo ndizi. Haya.
Nyinyi vijana, kwa nini mnashindwa kusaidia watu pindi wanapohitaji msaada? Hata wewe taaluma yako inaonekana ni ya kusaidia watu, na juzi kuna mtu alifika kilingeni kwako, mbona ulishindwa kumsaidia? Sio kama nilishindwa kumsaidia, bali hayakuwa majukumu yangu. Hata sisi muda bado. Mkuu, vipi ile kazi ambayo tulimpatia mdogo wako? Hata mimi sielewi, na nikimuuliza nijibu chochote kile. Inaleta wasiwasi. Ninavyoonekana mdogo wako kashadhama kwenye mapenzi, hususani kwa wale vijana. Tufanyaje Salome? Kinachohitajika ni kuangamiza wale vijana. Hilo jambo ulioniambia ni zuri. Unaweza ukaenda Salome, talifanyia kazi. Sawa mkuu. Mke wangu mtarajiwa, usije ukashangaa nyumbani kwenu wamekuja wageni. Tayari nimetafuta washenga wanakuja kujitambulisha. Natamani nikuoe, au unasemaje? Nafurahi kusikia hivyo. Naahidi kukupenda daima. Hey! Jafet! Mwachie mwanamke. Kama wewe ni mwanaume, mgusa tena wewe mwanamke. Utafia hapa hapa. Potea!